Nilisema baada ya kuokoka au ulipookoka, kuna makosa hutakiwi kabisa kuyafanya, na ukiyafanya makosa hayo kwako wewe utaona ni sawa, lakini katika ulimwengu wa roho sio sawa, na makosa haya huwa yanaondoa kila ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Wewe jiulize, wakati unaanza, ulipookoka tu, ulikuwa wa moto sana. Yaani ulikuwa haushikiki, haukamatiki kwenye habari ya Mungu. Kwenye michango ulikuwa namba moja, kwenye sifa ulikuwa namba moja, kwenye kuabudu ulikuwa namba moja, kwenye kuimba ulikuwa namba moja, sasa nini kilichokufanya wewe leo utoke kwenye hizo karama ambazo Mungu alikuwa amekupa? Kwa sababu nilisema mtu yeyote anapookoka tu, Mungu lazima atampa cha kwake cha kufanya, kwa sababu kuokoka kwako lazima Mungu akupe ili watu wengine waokoke kupitia wewe. Sasa Mungu hawezi kukuacha ukiwa hauna kitu cha kuwafanya watu wengine waokoke. Mungu lazima akupe. Wengine amepewa tu neema ya kuwa mshuhudiaji, yani anashuhudia. Mimi kipindi niko hivi, Mungu akanisaidia na wewe ndugu yangu. Yaani kila mtu amepewa, hatuwezi tukapewa wote kwa pamoja kitu kimoja. Na ndio maana mwingine kushuhudia anashuhudia vizuri sana, ila ukimwambia kuhubiri hawezi. Yaani asome mstari ahubiri hawezi. Sawa, anaweza akasoma, lakini Roho Mtakatifu kumpa maana ya kila alichosema afundishe watu wengine, hapana. Ila yeye kufundisha kwake ni kutoa ushuhuda. Ndio karama Mungu amempa hiyo. Na kuna mwingine, mfano kama mimi kushuhudia ni ngumu sana, ila kwenye kuhubiri Mungu amenipa neema, kwenye kufundisha Mungu amenipa neema. Lakini mimi kutoka eti niende kwenye mji wa mtu nikaanze kumshuhudia, hiyo sio ya kwangu, ya watu wengine. Kwa hiyo baada ya kuokoka Mungu anakupa kitu, kwa sababu yeye anasema mkawafanye watu kuwa wanafunzi wangu. Kwa lazima anatupa wino, anatupa karamu, anatupa daftari, anatupa chaki, tukawafanye watu wawe wanafunzi wa Yesu. Sasa wanafunzi wa Yesu lazima wafundishwe, na atakayewafundisha ni nani? Ni wewe ambaye umeokoka. Sasa kuna makosa ambayo utakuwa unayafanya, na haya makosa sasa ndio yamekufanya wewe leo usiwe tena na huo moyo wa kushuhudia, usiwe na huo moyo. Wewe jiulize, mwanzo unaokoka ulikuwa mtoaji sana. Kwa nini leo umeshuka? Sio kwamba kipato kimeshuka, kipato kiko pale pale. Sio kwamba labda hauna pesa unazo. Lakini kwa nini umekuwa na moyo mzito kutoa? Yaani nafika sehemu naona hizi sadaka naenda kula mchungaji tu. Yaani hiyo roho inaingia ndani yako. Hiyo roho imeingia kwa sababu gani? Hiyo roho imeingia kwa sababu kuna makosa ambayo umeyafanya. Ulipofanya hayo makosa ukafungua mlango wa kuingia hiyo roho, na ndio maana hiyo roho imeingia ndani yako. Inakufanya wewe leo unaona kile unachokifanya akipo sawa. Kwa nilikufundisha kuna makosa mengi sana kuishi maisha ya dhambi. Yapo makosa mengi sana ambayo Mungu alinipa neema ya kukufundisha, ambayo tayari tumeshajifunza huko. Kusikiliza watu zaidi kuliko kumsikiliza Mungu, kukata tamaa. Yote haya ni makosa ambayo mtu ukiwa umeokoka hutakiwi kuyafanya. Nikakwambia pia kudharau kila ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Wewe muimbaji lakini unajidharau, muombaji unajidharau tu. Kuna kidharau kila ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Nikakwambia kujilinganisha na wengine. Wewe sio wa hivyo, usijilinganisha na watu wengine. Kwa haya ni makosa ambayo mtu akiwa ameokoka hatakiwi kuyafanya. Na ukiyafanya haya makosa, elewa kila ambacho kipo ndani yako kinaondoka. Chochote ambacho Mungu amekiweka ndani yako kinaondoka. Kwa hiyo kuwa makini na kile ambacho Mungu amekupa, usije ukafanya kosa kikaondoka. Kwa tengeneza msingi mzuri, tengeneza maisha yako vizuri, makosa yasikufanye wewe ukatengana na Mungu. Sasa leo tutajifunza nini? Ni kosa gani ambalo jingine tuna uwezo wa kulifanya pasipo kujua likatufanya kila ambacho kipo ndani yetu kikapungua? Ni kosa gani?
Kosa hili linasema ya kwamba ni kufanya mambo kwa ushindani au mashindano. Yaani unafanya mambo kwa mashindano. Unapoyafanya mambo haya kwa mashindano, wewe unaweza ukaona kwamba ni sifa, lakini mashindano huwa yanapunguza kila ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Kwa sababu gani? Utafanya kitu ili watu wakuone. Utafanya kitu ili watu wakutazame. Utafanya kitu ili watu wakusifu, lakini hautafanya kitu ili Mungu ajitwalie utukufu. Kwa maana yake utakuwa unafanya kwa mashindano. Mfano, tuna mchango kanisani. Umeelewa? Sisemi kutoa ni dhambi. Sio dhambi. Kutoa ni moyo. Ila sasa utaahidi kitu ambacho hauna uwezo nacho. Mimi nitatoa 200,000. Mashindano maana yake wewe unataka kanisa wakuone kwamba jamaa katoa pesa. Lakini uwezo wako na nguvu zako sio kwamba hiyo 200,000 hauwezi ukaipata. Utaipata. Lakini uwezo wako ulionao ni shilingi 50,000. Umetamka 200,000 kwa sababu kuna mtu umemwona ametoa 1,500,000. Kwa hiyo nataka wewe ugombane naye hiyo 50 asikuzidi. Maana unafanya kitu kwa mashindano. Na nia yako haikuwa hivyo. Unaimba yani sauti unaibana kiasi ya kwamba yani ili watu tu wakutazame. Sasa unapotoa ahadi, unashindwa kuikamilisha ile ahadi, tayari unaanza kupungua rohoni. Matokeo yake hata kanisani huonekani. Matokeo yake hatukuoni kabisa. Matokeo yake wewe upo tu kama upo tu. Kwa hiyo ukiwa unafanya vitu kwa mashindano, nayo ni njia mbaya sana ambayo inaweza ikafanya kila ambacho Mungu amekiweka ndani yako kinapungua. Yaani kila mtu amepewa cha kwake. Kwa hicho cha kwako ambacho umepewa, usikifanye kwa mashindano. Usikifanye ili watu wakutazame. Usifanye ili watu wakusifie. Usiimbe ili upate kutunzwa. Imba kadiri Mungu alivyokujalia. Panda viwango vya kuimba. Imba kama Mungu anavyotaka. Usiimbe ili watu wakuone. Yaani wewe umeniona mimi labda nimeshoot video ya gharama. Mungu amenijalia kiwango ambacho nipo nacho ni kwa neema ya Mungu. Umeniona mimi nimeshoot video ya gharama. Labda tuseme tu kwa makadirio tu ya haraka tu. Umeshoot video kwa gharama ya 800,000. Nimeshoot video kwa gharama ya 800,000. Unataka na wewe ufanye mashindano na mimi kushoot video ya milioni? Yaani video mimi haraka tu nimeshoot kwa 800,000, video yenye quality nzuri, wimbo mzuri, una mafuta ndani yake. Unataka na wewe tunaangaza huyu Benjamin huyu ameshoot video ya 800,000, 600,000. Mimi nitashindwa. Unajikakamua. Unaenda kushoot video ya milioni 1. Alafu sasa director ambaye umempa hiyo milioni hajui hata kutafuta mazingira, location. Hajui. Wewe umefanya kwa mashindano. Nitakaposikia mimi mtu fulani ameshoot video ya milioni. Alafu nakuja kuitazama video yenyewe. Hata ya 200,000 ni video bora sana. Ila kwa sababu ulifanya kwa mashindano, director ambaye umemtumia hajui chochote. Mwisho wa siku unaingia kwenye shimo. Kwa hiyo usifanye kitu kwa mashindano. Yatendeni mambo yote pasipo manunguniko.
Kwenye kitabu kile cha Wafilipi sura ya 2 na ule mstari wake wa 14, maandiko matakatifu yanasema, yatendeni mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano, mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama wala udanganyifu, wasio na hila kati ya kizazi chenye ukaidi kilichopotoka, ambao kati ya hao mnaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu. Pointi yangu ni mstari wa 14, yatendeni mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano. Kwa tuyafanye mambo ya Mungu pasipo, yaani tuyafanye mambo ya Mungu bila kushindana, bila manunguniko. Tukiyafanya mambo ya Mungu kwa manunguniko, tukiyafanya mambo ya Mungu kwa mashindano, Mungu hataweza kujitwalia utukufu kupitia sisi, bali wanadamu ndo watataka wachukue utukufu wa Mungu wa kusifu wewe. Yaani wewe unataka ubebe ule utukufu ambao alitakiwa apewe Mungu, wewe ndo unataka kubeba. Mashindano. Hujakosewa kidogo tu. Ngoja niwaambieni, nyewe waimbaji ambao ndo tuseme ndo tunainuka. Ninyi mnaoinuka, jamani, sio kila Jumapili wewe utaimba kanisani. Yaani wewe sio kila siku utaimba kanisani. Hebu naomba tuelewane. Jamani, sio kila siku uimbe kanisani. Sasa siku hiyo kanisani kumekuwa na mambo mengi yanayohusu kanisa, maendeleo ya kanisa. Muda umeenda, hujapewa nafasi ya kuimba. Nini kinachokufanya ufike nje uanze kulalamika, leo sijaimba, leo sijajisikia vizuri kabisa, nimeingia kwa wewe unaenda kanisani kuimba? Hebu naomba tuelewane. Jamani, tunaenda kanisani ili tuweze kupokea. Na ngoja nikwambie, kuimba sio huduma. Naonaga waimbaji wa leo wanajiita nina huduma ya uimbaji. Wewe, kwenye huduma hakuna uimbaji pale. Kama mnasoma vizuri Biblia, Paulo amezichambua vizuri huduma, hakuna habari ya uimbaji pale. Uimbaji ni karama, sio huduma. Tuna huduma 5 tu. Tuna mchungaji, tuna mwalimu, tuna mwinjilisti, tuna mitume, tuna nabii. Sasa hiyo huduma ya uimbaji inatoka wapi? Hizo ni karama tu ambazo Mungu amewapa. Msizitumie kama ndio huduma, hapana. Sasa siku ikitokea hujapewa nafasi ya kuimba kanisani, usinungunike, acha manunguniko wewe. Au nakuta kanisani kuna waimbaji 4. Waimbaji binafsi, bado kwaya. Mfano, nakupa tu mfano. Kanisani tulikuwa tuna waimbaji kama 3 hivi. Watatu. Alafu tukawa na kwaya ya vijana, kama nakumbuka, kama sio kwaya ya vijana, kwaya kanisa. Tunaelewana? Na kanisani kuna mambo mengi sana ya kufanya. Hatujaenda kuimba tu pale. Kuna mambo mengi ya kufanya, maendeleo ya kanisa, nini, vitu vingi. Na tulikuwa waimbaji 4 binafsi, afu na kwaya kwa 5. Jamani, kwa muda ambao tunaingia kanisani tumechelewa. Alafu eti tunataka watu wote waimbe. Yaani kwaya zote, waimbaji wote 5, 4 tuimbe. Na unakuta waimbaji wimbo mmoja unachukua dakika 6. Sasa piga dakika 6 mara ngapi? Dakika 6 mara 4. Tunapata kama 24 hapo. Dakika 24, nusu saa nzima waimbaji tu wanaimba. Kweli? Yaani nusu saa nzima watu tu wanaimba. Matokeo yake tumechelewa kanisani. Yaani ndio mchungaji amehubiri, kumbe kuna mavitu huko umeyachelewesha ninyi wenyewe. Kuna mambo huko wakiimba waimbaji. Afu kama Mungu, unajua ni Roho Mtakatifu, tunakuwa hayupo tu ndani. Lakini kama Roho Mtakatifu anayeongoza ibada kama yupo ndani, Mungu atamwambia leo aimbe fulani na fulani, mtabarikiwa. Imeisha hiyo.
Na kweli pale kanisani ilikuwa inatokea hivyo. Na mimi ndo mkongwe, mwimbaji pale mkongwe kanisani. Nilikuwa nakaa wiki 2 siimbi. Na kwangu mimi najisikia raha kwamba kuna wenzangu na wao watumike. Mimi nimetumika sana. Kwa muda nilionao kanisani nimeimba sana. Kwa kuna wakati mwingine hata hawa waumini wanaotusikiliza basi waingize melody ya mwimbaji mwingine, sio kila siku mimi tu. Kwa nilikuwa na uwezo wa kukaa hata wiki 3 sijaimba kanisani. Kwani nikikaa wiki 3 sijaimba mafuta rohoni yameondoka? Au kuna wakati wewe utapewa wimbo mmoja, wenzako wataimba nyimbo 2 safi. Ndo Mungu alikuwa anataka iwe hivyo. Sasa wenzako wameimba nyimbo 3 na unang'ang'ana ni nyimbo 3 wewe. Kwa tusifanye vitu kwa mashindano, tusifanye kitu ili watu watuone. Tufanye kitu kama jinsi ambavyo Mungu anataka tufanye. Kila ambacho kinampendezesha Mungu ndio tukifanye. Tusifanye ili watu watuangalie, tusifanye ili watu watushuhudie. Tumtake Mungu atusaidie. Kwa makosa, ukiwa unafanya kosa la kufanya kitu kwa mashindano. Kuna watu walikuwa wanatoa kanisani kwa mashindano. Lakini hayo mashindano yakawafanya leo hata rohoni moyo tena wa kutoa haupo, kwa sababu ni mashindano. Kwa hiyo mwana wa Mungu, usifanye kitu kwa mashindano. Fanya kitu kama Mungu anavyotaka. Ukitaka kufanya kitu kwa mashindano, hautafika mahali popote. Usimwone mwenzako amejenga nyumba, yeye mwenzako kwenye akaunti zinasoma, wewe kwenye M-Pesa inasoma 800,000, unataka kwenda kujenga wewe. Mwenzako akaunti ya benki inasoma mabilioni, wewe kwenye M-Pesa inasoma 800,000, wapi na wapi? Sawa, ina uwezo kufanya jambo, lakini ujenzi sio kukurupukia. Tuliojenga tunajua gharama za ujenzi, sio za kukurupukia kabisa. Kuna wakati kwenye ujenzi unaweza ukakonda na wakati unakula. Ujenzi. Sasa usikurupuke tu eti yeye amejenga na mimi najenga. Tulia wewe, acha papara. Usifanye kitu chochote kwa mashindano. Usifanye kitu chochote ili watu wakutazame. Usifanye kosa hili ukiwa umeokoka. Kila kitu nataka mashindano na mimi. Acha. Usifanye kitu acha ili mchungaji akuone. Acha. Ni kosa ambalo kwako wewe linakuwa linapunguza kila ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Kutampo vijana 4 kanisani na wote Mungu amewapa neema ya kuhubiri. Usihubiri kumzidi mwenzako. Mungu ndiye anayejua. Sasa ukingangana kuhubiri, nataka nihubiri kumzidi fulani. Sawa, katika ulimwengu wa roho iko sawa. Viwango vinapanda. Ninachokizungumza ni pale wakati mwingine unajitungia vitu vyako. Hiyo ndio sio sawa. Fundisha kadiri Mungu anavyotaka ufundishe. Fundisha, hubiri kama Mungu anavyotaka uhubiri. Kwa kosa hili la kufanya vitu kwa mashindano lisikufanye wewe kila ambacho kipo ndani yako kisionekane, bali kionekane. Mungu akubariki sana. Tunaangaza pasipo angazika. Benjamin Mahega. Asante.